na Wakenya walikuwa na expectations mingi sana haswa kwa timu yetu ya taifa, na wengi walikuwa wamezungumzia haswa pakubwa sana timu yetu ya taifa kufanya vizuri. Hii ni baada ya kucheza michuano za kirafiki za haiba ya juu, ama zile timu ambazo zimebobea katika mashindano haya ya Afrika sawia pia na mashindano tofauti tofauti. Kwa hivyo wengi walikuwa wanatarajia timu yetu chini ya mkufunzi Salim Babu na Anthony Ahulia watakuwa wanafanya vizuri, lakini kile ambacho tuliweza kuona kwa timu ya taifa ndio wana ile tamaa ya kufunga magoli. Ukiangalia hata mechi za kirafiki jinsi ambavyo Rising Stars wamekuwa wanacheza, wako na ile tamaa, kiu ya kufunga magoli, lakini pia safu ya ulinzi ama wale mabeki pia nao wanalala kidogo darasani, wanaachilia magoli ama wanaweza kuachilia yule mpinzani kuweza kupata magoli. Ukiangalia kama mechi timu ya taifa wakicheza na vijana wa Morocco, timu ya taifa yale magoli ambayo walifungwa, tukianza na makosa ambayo yalifanyika, kupata tuta la penalty kupitia yule beki ambayo utamuita Byron Ochieng. Alafu ukiangalia yale magoli mawili yalitoka kwa ile assumption ya mabeki wetu wa katikati. Utamzungumzia Amos Wanjala sawia na Manzur ama Suleiman Manzuri pale katikati, wakati ambapo walikuwa wanatoka katika mchezo. Aso ukiangalia goli la kwanza, yule beki nohodha Amos Wanjala, yale makosa ambayo alifanya, tukaweza kufungwa, timu ya taifa ikaweza kufungwa goli la kwanza. Goli la pili pia na laumu mabeki wakati na pia wachezaji wa timu ya taifa wote kwa ujumla. Kwa nini? Manake makosa yakifanyika ndani ya kijisanduku, iwapo mchezaji ameguzwa, iwapo mchezaji yuko chini, hauanzi tu kuinua mkono na unawacha ule mpira. Hapana, pigania mpira kwanza. Ukishapigania mpira kwanza, ndio baadaye unaweza kupeleka malalamishi kwa refari. Ukiangalia Amos Wanjala, kwa kweli aliguzwa, lakini si aliguzwa kwa ile ama kwa aliguzwa kwa kutumia nguvu nyingi sana. Hapana, ilikuwa nguvu kidogo, lakini yeye kulala chini, wachezaji wenzake kuinua mkono juu, wanaanza kuapil, ilikuwa makosa makubwa zaidi. Alafu pia kivyangu, makosa mengine ambayo niliweza kuona katika timu yetu ya taifa, wale viungo wetu wa kabaji, midfielders, viungo wa kabaji tunasema wale defensive midfielders, pia kuna wakati ambapo walikuwa wanatoka katika mchezo. Utamzungumzia ukiangalia Wangaya, mchezo ambaye alicheza si ule mchezo ambayo tumezoea, lakini aliweza kuonesha ubora wake. Kwa hivyo hii inaonesha pia kikosi cha timu ya taifa chini ya ukufunzi Ahulia sawia na Salim Babu, kuna mambo mengi yafaa waangazie kwa timu yetu ya taifa. Manake mechi ya pili watakuwa wanacheza na Tunisia. Tunisia nao pia waliweza kupoteza goli 1-0 wakicheza na Nigeria. Kwa hivyo ukiangalia jedwali, hatuwezi sema jedwali limekuwa jedwali limekuwa pana kwa timu fulani. Hapana, bado jedwali lipo wazi kwa timu zote. Manake Nigeria ana alama 3, alafu kuja ukiangalia Morocco ana alama 3. Goal difference wote ni 1-1, lakini yule Morocco ndiye ameweza kufunga magoli mengi. Alafu ukiangalia timu ya taifa Harambee Stars wanashikilia nafasi ya 3, wana -1, alafu hawana alama hata moja, sawia kwa kikosi kile cha Tunisia ambacho Kenya watakuwa wanacheza nayo siku ile ya Jumapili. Wewe mpenzi mtazamaji, wewe shabiki wa timu wa Rising Stars, unaona makosa ya timu ya taifa yalikuwa wapi? Wewe shabiki wa timu ya Rising Stars, unaona Kenya itakuwa inafanya vipi wakicheza na Tunisia? Tuambie pale hivyo ndani ya comment section yako hapo hivi. Hapa ndani ya comment section tuambie unaona timu yetu ya taifa itakuwa inacheza aje na makosa yalikuwa wapi kwa mchuano Kenya wakicheza na timu ya Morocco mechi ya kwanza. Niite Ambunya Kingsley Brana. Haya ni makala ya Pulse Sports Kenya.